Mimi jina langu ni Ismail Ramadhan Biro, ni mkurugenzi mtendaji shirika la Tanzania Bora Initiative, shirika la maendeleo ambalo linaangalia masuala mazima ya maendeleo ya vijana, na moja ya maeneo ambayo tumekuwa tukifanyia kazi ni katika eneo la uwezeshaji wa wanawake na vijana, na tuko huku visiwani Unguja kwa ajili ya kuendeleza ushirikiano wetu na shirika la Kijana Hai Foundation pamoja na Sisema, ambao kwa pamoja tumekuwa tukifanya kazi katika eneo hili la kuangalia namna gani ambavyo tutashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunatokomeza ukatili wa kijinsia na masuala yote ambayo yanatokana na manyanyaso katika ujinsia. Sasa tunafahamu kwamba katika visiwa vyetu sekta ya utalii ni sekta kubwa ambazo zimekuwa zikichangia katika pato letu la taifa, lakini moja ya vikwazo ambavyo tumekuwa tukikutana navyo hivi karibuni ni katika eneo zima hili la ukatili wa kijinsia, hasa katika eneo hili la mahoteli, lakini katika mnyororo mzima wa masuala ya utalii. Kwa hiyo tunafahamu kwamba kuna jitihada ambazo zimefanyika na serikali, na sisi kama wadau wa maendeleo tumekuwa tukishirikiana, na tunashukuru kwa ufadhili wa serikali ya Uswizi tumeweza kutengeneza maudhui ya sanaa ya jukwaa ambayo inajaribu kutoa elimu juu ya masuala haya ya ukatili na manyanyaso kwa katika jamii yetu, yana sura gani, yana taswira gani, ili kama jamii ambayo hii inapokea ujumbe huu sasa hivi kama imekuwa kiaona na hawafahamu mambo haya kama ni sehemu ambayo ya uvunjifu wa sheria, basi nao kwanza waelimike, lakini wafahamu pia huduma zipi ambazo zipo ambazo wanapaswa kuzifata, ambazo zipo kwa ajili yao kuhakikisha kwamba kama kuna mhanga basi aweze kupata huduma hiyo. Sheria sasa hivi zimeanza kuingia katika marekebisho. Kwa mfano sheria namba 6 ya mwaka 2011, sheria ya mtoto sasa hivi iko kwenye mapitio ili kuweza kuangalia namna gani tunavyoweza kuendelea kudhibiti hizi changamoto na hali ya sasa tulionayo. Kwanza tukubaliane kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ya kiteknolojia, kwa hiyo hata wale watendaji wameshaanza kubadili mifumo yao ya mambo wanavyoyafanya, lakini pia tunaona jamii zetu zinakuwa. Sasa hivi kuna mwingiliano mkubwa katika jamii zetu, watu wa bara, Wazanzibari, halisia. Kwa hiyo kuna tabia, kila mmoja na makuzi yake, kila mmoja na malezi yake, kwa hiyo tabia zinaendelea. Sasa tunapopata majukwaa kama haya, tunawaleta watu mtambuka kutoka kada tofauti tofauti, inasaidia wale wasanii kuchechemua mazungumzo, watu kuwafikirisha, alafu watu wakaweza kuchangia vizuri. Na pale pale ukiangalia siku ya leo tuna wataalamu wengi, tuna watu kutoka idara ya maendeleo ya jamii, tuna watu kutoka baraza la sanaa, tuna watu kutoka bodi na kamisheni ya utalii, tuna watu kutoka tume ya haki za binadamu. Hao wote ni wataalamu, inawezekana hata wenyewe huwa wapati fursa kama hii. Kwa hiyo tunapowaleta hawa wadau wote wa serikali, asasi za kijamii, za kiraia, pamoja na wanajamii wenyewe kuzungumza mambo katika njia ya kawaida bila protokali, inasaidia sana watu kufunguka na kuondoa muwali. Kwa jina naitwa Abdillahi Ramadhan Nyonje, mrajisi baraza la sanaa na siasa filamu Zanzibar. Leo tumejumuika na wadau wetu wa sekta ya sanaa ambao wanajulikana kwa Tanzania Bora Initiatives, lakini kwa kushirikiana na ubalozi wa Switzerland katika tukio hili maalum katika masuala ya kupinga udhalilishaji na masuala ya unyanyasaji wa kingono. Sisi kwa nafasi yetu kama baraza tumeweza kushirikiana nao, lakini tumeonyeshwa baadhi ya mambo mbalimbali ambayo yanaleta ile taaluma au elimu kwa hadhira kuhusiana na masuala ya udhalilishaji wa kingono kupitia sanaa mbalimbali ambazo tumeonyeshwa mbele pale, hususan katika masuala ya sanaa za maigizo, lakini pia na sanaa ya burudani. Lakini lengo kubwa ni kuhamasisha ile sanaa shirikishi, kwa sababu wadau wetu hawa ni mara yao ya mwanzo kuja Zanzibar kuweza kushirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo sisi baraza, lakini pia wapo wenzetu kamisheni ya utalii, wapo wenzetu wizara ya afya na taasisi nyingine kwa namna moja au nyingine wanaguswa katika sehemu hii ya masuala ya udhalilishaji wa kingono. Na kwa upande wetu kama baraza kupitia wasanii wetu tumeona katika ushirikishwaji wao, kwa sababu imeonyesha ile sanaa shirikishi kupitia maigizo, na tumeona hii combination imekwenda vizuri kwa upande wa Tanzania kule bara wasanii na wasanii wa Tanzania wa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo wote wameonyesha
kama ni sehemu ya kutupatia elimu au kuhamasisha ile elimu kwa jamii kuhusiana na jinsi gani ya kuweza kuzuia masuala ya unyanyasaji wa kingono. Lakini pia katika ushirikishwaji wa masuala ya sanaa, niwatake wadau mbalimbali waige mfano kama huu, na hususan kama sisi baraza tayari tulishaanzisha programu maalumu ya masuala ya ubunifu wa kimkakati. Kwa hiyo mikakati kama hii ambayo itahusisha serikali, tunaweza pia kama baraza tukaichukua tukakaa pamoja na wadau hawa, kwa sababu ni jambo zuri, ni jambo la heri, ni jambo ambalo linakwenda kuelimisha jamii jinsi gani sasa tunakwenda kumaliza haya masuala ya udhalilishaji wa kingono. Lakini pia katika masuala ya kuiangalia sanaa kwa upana wake, ichukuliwe tu kwamba sanaa si sehemu ya uhuni, lakini sanaa ni sehemu ya ajira, sanaa ni sehemu ya kuelimisha jamii, lakini pia sanaa ni sehemu ya kuweza kuleta ile tafakari ya mtu au jamii kuweza kufikishiwa kama ni sehemu ya ujumbe kupitia ule ubunifu wao. Kwa hiyo tunasema kwamba katika kuiangalia sanaa basi iweze kutumika katika maendeleo ya kuweza kukuza hizi elimu katika jamii, lakini pia masuala ya kuishirikisha jamii, masuala ya kuangalia katika mambo ya shule, hizi kampuni zisizo za kiraia, lakini pia zisizo za kiserikali. Hizi zote maanake ni sehemu ya wadau wetu katika kuona tunaikuza vipi elimu kupitia masuala ya udhalilishaji kupitia sanaa. Kwa hiyo kama baraza tumechukua ujio wa jukwaa hili, na tuwatake tu wenzetu hawa Tanzania Bora Initiatives isiwe kwamba ni sehemu ya kwanza, iwe manake ni endelevu, manake angalau katika kila mwaka tukiweza kupata masuala kama haya katika kuelimisha jamii, basi itafikia ile sehemu maalumu ya kwamba serikali kupitia wadau wake kwamba inafanya jitihada katika kukomesha masuala ya udhalilishaji.